ये जंगल मौत का राज है, जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। रात की चीखें। Vipi mkangu? Tumesikia kelele, shida nini? Wewe vipi? Umegoaje? Wewe umekuta nini? Nini? Wewe imekuaje kwani? Shida nini? पीछे मत देखो, वो इंसान नहीं है। भागो भागो। Usiangalie nyuma, ukisikia mtu anakuita, endelea kukimbia, maana si binadamu. Msitu wa kifo, milango ya giza, watu huingia lakini hawatoki. Msitu wa kifo, mwisho wa maisha. Ukifika umo, sahau kupona. ये जंगल मौत का राज है, जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। ये जंगल मौत का राज है, जो अंदर गया कभी वापस नहीं आया। रात की चीखें। We nafsi ya msitu, toka kwenye huu mwili, toka! 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 Toka, 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 toka. 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 Nakuamuru toka. 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 Kumetokea nini jamani? Upo sawa lakini? Mbona siwaelewi kuna nini? Wewe upo sawa lakini unajisikiaje bwana? Upo vizuri? Mbona siwaelewi jamani? Hapa nimefikaje? Hii ni ishara mbaya sana hii. Hii inaashiria kuwa Monica anazidi kuwa na nguvu. Sasa mganga, tutafanya nini kama na hali yenyewe ndio inazidi kuwa mbaya kama hivi? Suluhisho lipo. Suluhisho lipo. Swali dogo sana kwangu hili. Hii ni ishara mbaya sana, ishara mbaya sana hii.
Wewe Miladi. Miladi. Sasa mbona hujaniambia ukweli wote? Kuhusu nini? Kuhusu Monica. Si nimeshakueleza kila kitu. Sasa mbona Monica anakuzungumzia sana kuhusu wewe? Sasa nisikize vizuri, ngusimulie sasa jinsi ilivyokuwa. Ipo hivi. Sasa wewe mdogo wako kwa kuwa amekuwa tishio sana hapa kijijini, suluhisho lipo. Sawa, tulifanye. Maana yani Amani sasa shateketea, wazazi kashamaliza. Tulifanye hilo suluhisho. Na suluhisho hili ndio lifanyike leo mchana kweupe. Sawa, tunafanya nini sasa? Sawa, tumfunge tu, maana tayari kashakuwa tishio. Maana mida kama hii hana nguvu yoyote ile. Leo ikifika usiku tu mshaanza saa 9:10. Anakuwa na nguvu maradufu. Nataka tumfunge katika huu msitu asionekane kwa macho wala kwa nyama. Unaelewana? Bora tu afungwe, maana yake kashamaliza wazazi na tayari kashahamia kwenye jamii. Na sasa ninataka kufukuzwa mimi kijijini. Sasa nitafanya nini? Nataka tumfunge asionekane. Sawa. Kwa hiyo sasa mimi nifanye nini sasa? Cha ufanye muda huu. Nenda kamchukue. Je, sasa hivi hawezi kunigundua? Hawezi kugundua. Mdo hana nguvu yoyote ile. Haelewi kitu chochote. Mdo huu, yani mtu wa kawaida kabisa yani. Kwa hiyo nimfuate sasa hivi. Na maajabu saizi kamchukue. Mlete saizi mapema kabisa. Chapu, yani sasa hivi nganga, sasa hivi. Chapu tu yani mimi nakuleta. Ila hawezi kugundua. Hawezi kugundua muda huu. Mdogo wangu tulia, sawa? Tunatengeneza dawa ya tumbo. Dawa ya tumbo, sumu tumbo. Umesikia eh? Kwa tulia. Hii ndio suluhisho lake. Nakaa kwenye huu mti. Safi mganga. Hata onekana mtu yote hapa kija hapa muone. Je, hivi tunaviacha? Hivi kimoja, unakiona hiki? Hako tukienda nako. Sawa. Kaweke sehemu ambayo sehemu hataki kuona mtu yoyote ile. Na hiki kitu kitakaa hapa hapa. Hakuna hata mtu mmoja atakayekiona hiki kitu. Ieleze. Nitokea tu mtu amekiona hiki. Basi jua Monica kashaamka tayari. Kwa lakini hamna mtu ataweza kukiona. Hakuna atakayekiona hapa hiki. Basi ni vizuri. Kwa hiyo kuanzia sasa mganga ni amani. Ndio ni amani kabisa. Monica yupo, hakuna tishio tena. Katika kijiji. Hawezi. Sababu tumeshamfunga milele, hata aonekana siku yoyote ile. Milele atakaa kwenye huu mti. Sawa. Niweza kuondoka. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo uliamua kumtoa kafara? Ilinibidi nifanye hivyo. Unadhani mimi ningefanya nini kijiji kizima kama hivi? Na ile hali ambavyo ilivyokuwa ikielekea. Ilibidi tufanye hivyo na mganga Pesa, kwa sababu ningefanya nini? Hata kama ungekuwa ungefanya nini? Na hata hivyo mganga Pesa namshukuru kwa asilimia kubwa, kwa sababu ilifikia stage ya mimi kufukuzwa kijijini. Unadhani ningefanya nini ikiwa kaua wazazi na akawa anateketeza wanakijiji? Hata kama ungekuwa wewe ungefanya nini? Ni kweli kabisa. Sasa hapo nimeshagundua ukweli wote. Sio kugundua, umejua. Kwa ndo hivyo sasa.
Lizi ya Monica imeanza kupasuka sasa. Na hii ni ishara mbaya sana. Inaashiria kwamba Monica imeanza kuwa na nguvu zaidi. Hii hali mbona inataka kuwa mbaya? Ni ishara mbaya sana hii. Nitafanya nini mimi hapa kijijini sasa? Tuchukue hiyo Lizi mapema. Tuchukue hiyo Lizi mapema sana. Ndio suluhisho pekee lo back size. Chaya watu tunalana tena kuna jinsi. Taisha wote huko. Utapoputika kama kuku wa kideri. Sasa hali nataka kuwa mbaya. Maana yake wewe ndio ninakutegemea. Chapombe hii. Hii ni sauti ya Chapombe hii. Mlitaka nife, sasa ni zamu yenu. Hapana, sisi tulitaka tu tujue ukweli. Ukweli ni kwamba Miladi ndo alinifungia msitu. Ndani ya miti kuna sauti za vilio, mapepo yanatembea gizani pole pole. Ukikanyaga tu ardhi ya msitu ule, mwisho wako huanza taratibu kimya kimya. Watoto walipotea bila alama, wazee wakasema ni laana ya damu. Kila usiku moto huwaka porini, na sauti za watu hulia tuokoe. Msitu wa kifo, hakuna kurudi. Ukisikia jina lake moyo unasimama. Msitu wa kifo, damu na siri, kiza chake kinaficha mauti ya dunia. Kulikuwa na kijana jasiri sana, aliingia usiku kutafuta ukweli, lakini sauti zikamuita nyuma. Alipogeuka akaona macho mekundu, miti ikaanza kutembea pole pole, baridi ikaingia mpaka moyoni. Akakimbia lakini njia zikapotea, misitu kameza roho yake milele. पीछे मत देखो, वो इंसान नहीं है, भागो भागो. Usiangalie nyuma, ukisikia mtu anakuita, endelea kukimbia, maana si binadamu. Msitu wa kifo, milango ya giza, watu huingia lakini hawatoki. Msitu wa kifo, mwisho wa maisha, ukifika umo sahau kupona. Mwisho kilio cha mwanamke, leo pepo mkali plus sauti ya kucheka kwa kutisha.